Tangazo. Hii ni habari njema kwa wananchi wote waliopo Zanzibar hata nje ya Zanzibar. Njoo ujipatie nyumba kubwa na ya kisasa iliyopo katika kijiji cha Uroa, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Nyumba hii ni kubwa ambayo ipo karibu na fukwe ya bahari. Nyumba ina mazingira mazuri na yenye kupendeza, lakini pia ina eneo kubwa ndani yake. Unaweza kuweka gari na kufanya shughuli mbalimbali za kijamii. Nyumba hii ina vyumba 4 na vyumba 2 ni master. Pia ina ukumbi mkubwa wa kukaa, iko sebule pamoja na sehemu ya kulia, yani dining. Unangoja nini? Wakati ndio huu. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu nambari 0772794510. Punguzo la bei lipo. Unasubiri nini? Karibu ujipatie ulimwengu wa fahari na wa furaha. Kumbuka, hii ni zaidi ya bure, yani house for sale. Nyote mnakaribishwa. إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. katika kitabu Ahkamul Janaiz tumefika kwenye ukurasa nambari 187 na tuko bado kuzungumzia habari za ziyaratul qubur, kuyazuru makaburi. Tutaondokea kwenye ukurasa huu nambari 187 katika kifungu cha 121 ambacho kinasema wayajuzu ziyaratu qabri man mata ghairi al-islami, na inajuzu au inafaa kuzuru kaburi la yule ambaye amekufa juu ya dini nyingine iliyokuwa si ya Kiislamu. Inajuzu kulizuru kaburi lake, lakini huendi kumwombea dua, bali unakwenda pale kupata mawaidha. Utawaidhika kwamba yeye mwenzako amekaa katika dunia hii hakumtambua Mwenyezi Mungu, kafa katika mila ambayo si ya Kiislamu. Utapata kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wewe sasa hivi unaishi katika mila ya Kiislamu na unafanya mema yaliyoamriwa na Mwenyezi Mungu ndani ya Uislamu. Na kadamna jamii ya watu wameshalala makaburini, wengine wamewekewa alama ya msalaba, wengine wametiwa moto, wengine hivi, wengine hivi, basi kwa lengo la kupata mawaidha. Kafa bilmauti wa'idan, inatosha kabisa kwa mauti kuwa ni wa'adhi mkubwa sana. Waman arada wa'idan falmautu yakfihi, na mwenye kutaka waadhi au nyeke, basi mauti yatamtosha kwa mawaidha. Kwa hiyo aliyekufa alikuwa ni Muislamu au si Muislamu,
inafaa kwenda kutembelea kaburi lake kwa lengo hilo. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام, na inajuzu kuzuru kaburi la yule ambaye amekufa juu ya mila iliyokuwa si ya Kiislamu, lilibrati faqat, kwa ajili ya kupata mazingatio tu basi. Kuaidhika ni kupata mazingatio pale, ukiondoka pale unakuja kuishi namna nyingine kabisa. Wafihi, na katika jambo hili la kujuzu kulizuru kaburi la yule ambaye amekufa katika mila si ya Uislamu, hadithani, kuna hadithi mbili zenye kutoa dalili ya habari hii. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Abi Hurairah qala, kutoka kwa Abu Hurairah amesema, zara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qabra ummihi, alizuru mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam kaburi la mama yake aliyemzaa. Kufika pale, fabaka, akalia, na alipolia kwa kuwa ni mtu mkubwa mno, wa abka man hawlahu, na akawaliza walio pembezoni mwake vile vile. Faqala, alipoulizwa na baadhi ya masahaba sababu ya kulia sana pale, akasema Mtume, istadhantu rabbi, nimemtaka idhini Mola wangu, fi an astaghfira laha, nimemtaka ruhusa Mwenyezi Mungu nimtakie mama yangu maghfira, na mama yangu amekufa katika mila si ya Uislamu. Falam yu'dhan li, hapakutolewa ruhusa kwangu mimi. Nembo la ila hilo jambo hilo limuuliza mno. Wasta'dhantuhu, lakini nikamtaka ruhusa Mwenyezi Mungu, fi an azura qabra, ya kwamba basi niruhusu nilizuru kaburi lake mimi nipate ibra, nipate kuwaidhika mimi, basi nipate mazingatio mimi basi. Faadhina li, amemruhusu Mola wangu kulizuru kaburi hata kama amekufa katika mila si ya Uislamu. Kwa hivyo na nyinyi Waislamu nyote, Mtume anasema fazuru alqubura, yazuruni makaburi, fa innaha tudhakiru almaut, makaburi yatakumbusha mauti, na mwanadamu huja wakati mwingine dunia ikamzonga akasahau kama kuna kitu kinaitwa mauti, hususan pale dunia mtu inapompa uso, mambo yote yakawa yanakwenda vizuri, afya nzuri, hali ya fedha nzuri sana, kila kitu kinakwenda sawa sawa, aghlabu binadamu husahau kama kuna kitu kiitwacho mauti. Basi kuyazuru makaburi ina maana pale unajikumbusha kwa yule ambaye kashalala katika ardhi. Tunaingia ukurasa nambari 188, musnad ya hadithi akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim wa Abu Daud, pamoja na Abu Daud wa An-Nasa'i, na Imam An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Tahawi wal Hakim wa anhu al-Bayhaqi, na kutokana na Hakim vile vile Bayhaqi amekubali hadithi hiyo, Ahmad bin Hanbali. Dalili ya kwanza hiyo ya kuwa inajuzu kuyatembelea makaburi ya wale ambao wamekufa katika mila ambayo si ya Kiislamu. Hadithi ya kwanza ni ziara ya Mtume kwa mama yake, na akawataka Waislamu vile vile wazuru makaburi. Athani, dalili ya pili, an Buraida radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Buraida Mwenyezi Mungu amradhi amesema, kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi safarin, tulikuwa sisi pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika safari, tuko njiani. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja fi ghazwati al-fath, safari yenyewe ilikuwa ni vita vya kuigomboa Makkah al-Mukarrama, katika vita vya kutekwa mji wa Makkah. Basi anasema njiani bwana Mtume, fanazala bina, akateremka pahala na sisi tuko pamoja naye, wa nahnu ma'ahu, na sisi tuko pamoja naye. Idadi yetu grupu hilo lilikuwa karibu min 1000 rakibin, tunakurubia
kiasi cha watu 1000 waliopanda wanyama, mbali wanakwenda kwa miguu. Tulikuwa idadi yetu waliopanda wanyama kiasi cha watu 1000. Hapo njiani bwana mtume fasalla rak'atayn, akasalla raka 2 mwenyewe hapo kwa kaburini, ni njiani tu. Thumma aqbala alaina, kisha akatuelekea sisi mtume, biwajhihi, kwa uso wake, wa ainahu, na macho yake mawili, tadhrufani, yanabubujika machozi. Hakuwa akilia kwa maombolezo, bali akilia kwa machozi kummiminika. Wa ainahu tadhrufani, na macho yake yanabubujika machozi. Faqama ilayhi Umar ibn al-Khattab, akanyanyuka kumfuatia mjumbe wa Mwenyezi Mungu Saidina Umar ibn al-Khattab. Hawezi kustahamili kumwona mtume wa Mwenyezi Mungu analia, anapata taabu Saidina Umar, bali na kila sahaba wakati kwa hivyo hivyo. Fafadahu bil abi wal ummi, akamfidia yeye kwa baba na mama, akamwambia bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, na kufidisha mtume wa Mwenyezi Mungu kwa heshima zote anazostahiki baba yangu na mama yangu, na kuuliza unaambie kweli hasa lipi likulizalo hivi sasa. Bi abi anta ummi, yakulu, akawa anasema ya Rasulullah malaka, mjumbe Mwenyezi Mungu kimekufikia nini na nini mbona hivyo? Qala, mtume akajibu, inni sa'altu rabbi azza wa jalla, mimi hapa niliposwali nimemuomba Mwenyezi Mungu mtukufu, fil istighfar li ummi, aniruhusu kumtakia maghfira mama yangu ambaye amekufa katika mila ya Kiislamu. Falam ya'dhan li, kinlizacho ni kwamba Mwenyezi Mungu hakumruhusu. Mambo yako pale pale kama Qur'ani ilivyokuja wazi baadaye, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو كذا 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 كذا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين, hata kama watakuwa ni baba zao na ni wao, na katika nyingine min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, baada ya kubainikia wao. Kwa mfano wengine wanabainika waziwazi kama watu motoni, na hata kama hawabainiki waziwazi kwa kuwa alikuwa Uislamu haukumfikia, ameishi katika mila si ya Kiislamu, wallahi hata mama yake mtume mzingo ambia la ila hilo bas. Anasema falam ya'dhan li, yakuruhusu Mwenyezi Mungu. Fadama'tu aynaya, basi pale pale sikustahamili, ni binadamu na yule ni mama kanichukulia mimba miezi 9, na damu nzito kuliko maji, kukatalia ombi lile kwa hakika nimelia, sio mchezo. Kaomba wapi mtume? Kaomba ndani ya swala, njiani amejia kapata kumbukumbu tu, ana katika vita vya kuiteka Maka, pengine kishaiteka Maka. Sasa yakaja mambo ya kumbukumbu, anamkumbuka mama yake. Basi anasema fadama'at aynaya, yakabubujika macho yangu machozi, rahmatan laha, kwa kumhurumia yeye mama yangu, minan nari, kutokana na moto Mwenyezi Mungu. Naogopa sijui wangu atakuwaje kwa mama. Rahmatan laha, ili kumhurumia yeye, minan nari, kutokana na moto. Lakini wastadhantu rabbi, nimetaka ruhusa kwa Mola wangu, fi ziyaratiha, katika kutembelea kaburi lake. Fa adhina li, ameniruhusu mtembelee. Na kwa upande wenu Waislamu, wa inni kuntu nahaitukum, nilikuwa mimi nimekukatazeni, an ziyarati alquburi, kutokana na kuyazuru makaburi. Nilikataza wakati ule, kabla ya mambo hayakuwa yamekaa vyema kwa itikadi za Waislamu. Wa Makoresho walikuwa ndo kwanza wamesilimu, ndo kwanza wanaingia katika dini, na huko wanakotoka wanaabudia masanamu, wanaabudia makaburi, wanaabudia nini. Mtume aliwazuilia msitembelee makaburi kwa sababu isikawa sawa sawa na mila yao ya kikafiri. Wakaona yale ndo yale tunaweza kuyaomba, na wakituuliza watu tutamwambia maana abuduhum, sisi tuwaabudia hawa illa liqarribuna ila Allah zulfa, isipokuwa tunawaomba hivi watukurubishe kwa Mwenyezi Mungu, mkurubisho mwema. Basi wenyewe akiona kama si shirki kufanya hivyo.
wa inni kuntu nahaitukum, na nilikuwa mimi nimekatazeni an ziyarati alqubur, kutokana na kuzuru makaburi. Fazuruha, sasa nakupeni ruhusa ya tembeleeni makaburi. Waltazidkum ziyaratuha khaira, na itakuzidishieni ziara yake makaburi khairi, kwa sababu tutapata kukumbuka mauti. hadithi hii akhrajahu Ahmad wa ibn Abi Shayba, amito Ahmad na ibn Abi Shayba, wa riwayat al-ukhra lahuma, na masimulizi mengine vile vile ni kwa hao wawili. Wa isnaduha inda ibn Abi Shayba sahihun, na mategemezi yake mbele ya Imam Abi Shayba ni sahihi. Wal Hakim vile vile, wakadha Ibn Hibban, na vile vile hadithi hii yamesimulia Ibn Hibban. Wal Bayhaqi, wa ziyadatu al-ula laha, na ile ziada ya maneno yaliyomo ndani ya bracket ya mwanzo kabisa aliposema fi safarin, ziada ile kwa hakika ni ya huyo al-Bayhaqi. والروايه الاخرى فيها, na riwaya nyingine vile vile liman sabaqa dhikruhu, ni kwa wale ambao umetangulia utajo wake. والزياده الاخرى للحاكم, na ziara nyingine ni ya Hakim. Waqala sahihun, na akasema ni sahihi, lakini ala sharti sahihi shaykhaini, juu ya shurti walioweka mashayikh wawili Bukhari na Muslim. Wawafaqahu Dhahabi, na akaiwafik hadithi hii mapokezi yake Imam Dhahabi. Wa huwa kama qala, nayo ni kama walivyosema mashayikh wawili Bukhari na Muslim. Warawahu Tirmidhi mukhtasaran, na akaisimulia hadithi hii Tirmidhi kwa ufupi. Wasahahahu, na baada yake akaisahihisha. Warawa Muslim wa ghayruhu minhu, na wakasimulia Muslim na wengineo kutokana na huyo Tirmidhi al-idhn biziyarati, wa wamesimulia idhini ya kuzuru makaburi tu fakat peke yake, kama taqaddama, kama ilivyotangulia fil mas'alati, katika mas'ala nambari 118 kwenye sahifa 178 alhadith alawwal, kwenye hadithi ya mwanzo. Chini kuna nambari 1, kuna maneno ya Imam Nawawi katika hati chini mstari. قال النووي, amesema Imam Nawawi fi sharh hadithi Abi Hurairah al-awwal, katika kueleza kwa kuichambua hadithi ya Abu Hurairah ile ya mwanzo tuliyozungumza, akasema Nawawi fihi, katika hadithi hii ya Abu Hurairah, jawazu ziyarati al-mushrikina fi al-hayati, inajuzu waislamu kuwatembelea washirikina walipokuwa hai. Labda wataona matukufu ya Uislamu kwa tabia za Waislamu, pengine hawajawajia ujumbe, ndio kabaki katika ushirikina. Katika kufanya suhuba nao, pengine itapatikana mambo ya mazungumzo, kubadilishana mawazo, na pengine ataona njia ya haki iko wapi, ataona tabia za Kiislamu wanavyokaa na watu mbalimbali hata kama si Waislamu. Kwa hivyo inajuzu kuwatembelea mushrikina fil haya, wakati katika uhai wao, wa kuburihim, na vile vile kutembelea makaburi yao baada alwafati, baada ya kufa, inajuzu vile vile. Imamu Nawawi anasema hivyo kwa hadithi ya Abu Hurairah ya mwanzo ile, li'annahu, kwa sababu idha jazat ziyaratuhum ba'da alwafati, itapokuwa inajuzu kutembelea makaburi ya mushrikina baada ya kufariki, fa fil hayati aula, basi kuwatembelea walipokuwa hai ni bora zaidi kuliko maiti. Ndio hai unazungumza naye na iko tamaa labda utampa uongofu asilimu, lakini kuliko maiti mushrikina atadua kumwombea, atakumtakia maghfira bana ruksa, unakwenda kupata mazingatio wewe tu, lakini kumtembelea aliyekuwa hai ni aula. Wa fihi nahyu, na katika hadithi hiyo ya Abu Hurairah ya mwanzo ile kuna katazo an al-istighfari, kuwatakia maghfira mushrikina lil kufari, hawa makafiri wote, hakuna ruksa hata kama mtu atakuwa ni wake mwenye wa damu. Qala Ayahu, akasema Ayahu, sababu ziyaratihi sallallahu alayhi wasallam qabraha, sababu hasa ya mtume kutembelea kaburi la mama yake, annahu qasada quwwata almaw'idha, kwa hakika alikusudia nguvu ya kupata mawaidha, wa dhikra, na kupata kumbukumbu vile vile, bimushahadati qabriha, kwa kule kushuhudia kaburi la mama yake, na pale kupata kumbukumbu. Nilipokuwa miaka 6 mimi, mama yangu hapa ndipo pahala alipozikwa, kafariki hapa, mimi niko safarini na mama yangu, tutoka kuzuru kaburi la baba yangu, miaka 6 umri wangu mimi,
mama yangu alifariki hapa pahala patapo Abwa. Wayuayiduhu, na maelezo haya yanatiliwa nguvu kauluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake mtume aliposema fazuru alqubura, basi yazuruni makaburi, fa innaha tudhakiru almauta, kwani makaburi yanakumbusha mauti. Na hilo ndilo lilompelekea mtume pale, hakwenda hasa kwa jambo jingine. Hivi ikataka ruksa tu. Najua mama ndio mama kaomba kwa Mwenyezi Mungu, labda kwa nafasi alionayo pengine tambo haya mtakie maghfira mama yako, lakini la, akaambiwa hapo hapana nafasi. Sasa tunarejea tulipopaacha pale. Wal maqsudu min ziyarati alquburi shay'an, na makusudio hasa ya kuzuru makaburi ni mambo mawili. Kwanza, intifa'u zairi, ni kunufaika yule mwenye kuzuru kaburi, bidhikri almaut, kwa kukumbuka mauti, wal mauta, na kwa kukumbuka waliokufa. Hilo hasa ndio lengo kuu. Makusudio ya kuachiwa watu ruhusa kuzuru makaburi, intifa'u zair, ni kunufaika mwenye kuzuru kaburi, bidhikri almaut, kwa kukumbuka mauti. Maana wakati mwingine anasahau mtu kama kuna mauti, wal mauta, na kwa kukumbuka waliokufa vile vile. Wa anna ma'alahum, na kwamba yatapita kwenye mawazo yake yule mwenye kuyatembelea makaburi, ya kwamba makazi yao, marejeo yao wale ambao washakufa, imma ila jannatin, imma itakuwa ni kuelekea kwenye pepo, wa imma ila narin, na imma itakuwa ni motoni. Na yeye pale ndo atawaidhika, na mimi je, nitaangukia wapi, nafanya nini, naishi vipi. Wa huwa algharadhu alawwal, na hili hasa ndo lengo kubwa la mwanzo, minaziyarati, katika kuzuru kaburi. Kama yadullu alayhi ma sabaqa min alahadith, kama yanavyotoa dalili maneno ambayo yametangulia nyuma tunakotoka, min alahadithi, katika hadithi mbalimbali ambazo tumeziona. Tunaingia sasa kwenye ukurasa nambari 189 ya kitabu. Ya kwanza, intifa'u zairi bidhikri almaut wal mauta. Sasa nakuja ya pili katika nini almaqsud, makusudio min ziyarati alquburi shay'ani. Jambo la kwanza lilikuwa ni lile. La pili, naf'ul mayyiti, ni kunufaika na yule maiti naye kwa kule kutembelewa na yule mtu. Wal ihsanu ilayhi, na kumfanzia ihsani huyo maiti, kumfanzia wema, bisalami alayhi, kama kuna wema mkubwa utampatia faida maiti, wallahi ni kumtolea salamu pale kaburini kwake kubwa kabisa, la ghairi. Na jingine ni kumwombea dua, kumwombea maghfira kama ni Muislamu. Lakini hayo ni katika mambo ambayo maiti yananufaika nayo, kuombewa dua, kutakiwa maghfira, na kutolewa na kutakiwa amani ya Mwenyezi Mungu pale pale alipo. Hayo mambo yanakuwa ni naf'ul mayyiti. La pili katika makusudio ya kutembelea kaburi, mtu aende pikiniki kule, si kama ni shangwe la watu lilokwenda kule na kushinda mchana kutwa, patapikwa vyakula vizuri vizuri, na halafu kuna kuyaomba makaburi na kuzunguka kutufu. La. Makusudio ya kwenda makaburini, ya kwanza, intifa'u zairi, atanufaika mwenye kutembelea kaburi, bidhikri almaut, kwa kukumbuka yeye mwenyewe mauti anamngojea, wal mauta, na kwa kukumbuka waliokufa. Ndio kufa atakukumbuka nao vile vile kwa kutembelewa pale. Huwa wanaishi katika idhilali kubwa, wakati mwingine anaposahauliwa muda mrefu, dhiki mpaka watu walipokumbuka wakaenda pale mazikoni, pengine wakaanza watu kutoa salamu pale makaburini na kutaka maghfira kwa waliokufa, basi kidogo inakuwa wanapata afueni. Na salamu zote zile wanakuwa wanazijua, Mwenyezi Mungu anafanya njia zake mwenyewe kuwajulisha kwamba ni fulani na fulani ndio ndio kutolea salamu hivi sasa. Mtamko la salamu ni kumtakia mtu amani ya Mwenyezi Mungu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa duai, na khalafu mbali ya kumtolea salamu na dua, kumwombea na sio kumuomba yeye. Wal istighfari lahu,
na kutaka maghfira kwake yeye huyo maiti, na sio kumuomba msamaha, nimekuja nisamehe na hivi na hivi. Wakati wa kumuomba maghfira, wa kumtaka msamaha ule ulikosa umeshapita. Alipokuwa hai duniani, kama ungemwendea ungekusamehe, lakini sasa nafasi haiko. Wewe sasa moja kwa moja Mwenyezi Mungu, moja kwa moja mtake msamaha Mwenyezi Mungu, na muombe Mwenyezi Mungu akupe thawabu za kutosha ili kwenda kumpa chake uliyomdhulumu. Lazima utampa thawabu. Kwa hivyo zibakie za kutosha za kuweza kukutia peponi baada ya kumlipa huyo mdhulumu. Wa hadha khasun, na jambo hili la kutoa salamu na dua na kutaka maghfira kwa maiti ni khasun, limehusu watu maalum bil muslim, limemhusu muislamu tu. Kafiri huombe dua, kafiri humtakia maghfira, humtakii maghfira. Tumeona mtume hakuruhusiwa hata mama yake mzazi kumtakia maghfira. Wa fihi ahadithun, na katika jambo hili ziko hadithi nyingi kwamba mtu akifika pale katika kaburi atoe salamu, afanye maghfira, aombe dua. Kuna hadithi nyingi. Al-awwalu, ya mwanzo katika hadithi hizo, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa bibi Aisha Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kana yakhruju ila al-Baqi'i, alikuwa na kawaida ya kutoka kwenda makaburini kwenye kiwanja cha Baqi'i al-Gharqad pale Madina, pahala zilipolala arwahi za masahaba. Fayad'u lahum, akifika pale mtume anawaombea dua njema njema. Anasema bibi Aisha, anasema msingaji wa hadithi, fasalathu Aisha, basi bibi Aisha siku moja kamuuliza mtume, an dhalika, kutokana na kufanya vile, kwa nini? Umeshika sana siku hizi, lazima uende pale makaburini pale kila wakati, kwa siku ya manane unatoka, kama tulivyoona katika hadithi za nyuma, kwa ile siku ya manane. Faqala, mtume akajibu, inni umirtu an ad'u lahum, mimi nimeamrishwa na Mola wangu niwaombee dua masahaba wangu waliolala hapa Harqad. Na ikiwa mtume kaamrishwa kuwaombea dua, basi kwa muislamu mwingine ni aula. Wakati wako taabani, hata kama ni masahaba wake mtume, basi wao ni kwa kuwa ni binadamu, watakuwa wanahitajia dua, kwa sababu watakuwa na kasoro zao, watakuwa na makosa yao wameyafanya. Kwa hivyo wanahitajia dua za kuwaondosha katika adhabu. Pengine walikuwa wanateseka sana, basi kwa kupata dua zile asa huenda wakapata takhfifu, ikawa ndio mwisho wa mateso kwa dua zile. Hadithi hii ya bibi Aisha akhrajahu Ahmad, ameitoa Ahmad bisanadin sahihin, kwa mategemezo yalikuwa sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioweka mashaikh wawili, Bukhari na Muslim. Wa maanahu, na maana yake hadithi hiyo hiyo, inda Muslim, imekuja kwa mapokezi ya Muslim peke yake, wa ghairihi, na mwingineo, min tariqin ukhra, katika njia nyingine, mutawalan, iliyotajwa kwa urefu, na njia hiyo وقد مضى بتمامه, imeshapita hadithi hiyo kwa ukamilifu wake, fi mas'alati, katika mas'ala nambari 119. Tulizungumza hadithi hiyo kwa urefu. Mtume alipovizia Aisha kalala, akatoka unyere kumuibia pole pole, kumbe Aisha yumacho anamuona, akaenda mpaka makaburini. Aisha katoka naye vile vile, kuna wala leo zamu yangu na sisi tuko 9, mbona natoka hivi, ngoja nimfuate. Kwani anakwenda wapi? Kamfuata mpaka makaburini. Bwana mtume kahisi kivuli kama kafatofata hivi, kumbe kwa nyuma na buibui, hamjui nani. Basi akawa nakazania kumfuata, na Aisha naye kautoronya, ndio anakimbia nyumbani. Kisa kilikuwa mna kama hiyo. Hatimaye mwisho wa kisa, bibi Aisha alimuuliza bwana mtume, na mimi hapa nilipo kama ni mwanamke naweza kwenda kuzuru makaburi? Ilikuwa kwa hiyo tunazungumza habari ya kuzuru makaburi kwa mwanamke. Mtume akamwambia naam, ndio, na nikifika niseme nini? Akamfundisha. Kwa hivyo waqad madha bitamamihi, kwa hakika imeshapita hadithi kama hiyo kwa ukamilifu wake, fil mas'alati, katika mas'ala. Akitaka mtu arejee nyuma kidogo kwenye kitabu, mas'ala ilikuwa nambari 119. Hii hadithi ya mwanzo inayoonyesha manfaa anaweza kuyapata maiti na kumfanyia ihsani yeye kwa kumtolea salamu na kumwombea dua na kumtakia maghfira yeye.
athani, hadithi ya pili ni kutoka dalili hiyo, anha aidan qalat, ni kutoka kwa yeye bibi Aisha amesema, kana Rasulullah, alikuwa mjumbe Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, kullama kana lailatuha, kila inapofika usiku wa zamu yake bibi Aisha, min Rasulillah, kutoka na mtume mumewe, anasema yakhruju, mtume huwa anatoka siku zote, min akhiri llaili, katika sehemu ya mwisho ya usiku huwa anatoka, fayaqulu, anakwenda zake makaburini, na akifika huwa anasema assalamu alaikum. Hichi ndio kitu kikubwa cha kufanya makaburini, assalamu alaikum. Na ingelikuwa hii Qur'ani ina manufaa kwa maiti, ilikuwa mtume aonekane kwamba akifika pale anaitumia Qur'ani, lakini hutokuta hata pahala pamoja mtume akitumia Qur'ani kwa maiti, hata pale pamoja. Labda anaposimama mbele ya Mwenyezi Mungu kuswalia jeneza, pale anamwabudu Mwenyezi Mungu, na katika dua zinazokuja pale si Qur'an tena, ni dua za kumwombea maiti, yaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wasi' mudkhalahu, hakadha. Mambo ya ikhlasi 11 hayakuhusiana kabisa kabisa na maiti. Mambo ya Yasini hayakuhusiana kabisa kabisa na maiti. Mambo ya Tabaraka na mengineyo hayakuhusiana kabisa na maiti. Akifika mtume makaburini, assalamu alaikum, amani ya Mwenyezi Mungu juu yenu. Na katika riwaya nyingine kuna neno ahla darin. Riwaya nyingine imekuja assalamu alaikum dara qaumin mu'minina, lakini kuna ziada nyingine ahla dari, watu wa nyumba, qaumin mu'minina, watu wenye kuamini, wa inna, na sisi, wa iyyakum, na nyinyi pamoja wenzetu vile vile. Wama tu'aduna ghadan, na yale yote mnayoahidiwa kesho kukutana nayo, muajjaluna, sisi na nyinyi tumewekewa muda maalum, tunakuja huko. Na yale yote mlioahidiwa sisi na nyinyi kwa hakika muajjaluna, yamewekewa wakati maalum. Wa inna, na sisi wenzetu tulio hai huku, insha Allah bikum lahiquna, akipenda Mwenyezi Mungu wakati wowote ule, hata baada ya dakika 10 tukatoka hapa kusema na nyinyi hivyo, basi pengine tunakuja kukutana huko. Allahumma, kisha mtume akasema, Mwenyezi Mungu, ighfir li ahli baqihi al-gharqadi, wasamehe waliolala baqihi al-gharqadi, hapa wasamehe wote. Pale mtume anaomba kakubaliwa kwa sababu ni Waislamu na waombea. Ama mama yake alizuiliwa kumtakia maghfira kwa sababu amekufa katika mila ya Kiislamu. Mtume kalia kama tulivyoona punde hivi. Hadithi hii akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim wa Nasa'i ibn Sunni wa Bayhaqi wa Ahmad, lakini walaysa indahu du'a bil maghfira. Katika riwaya aliyopata Ahmadi hamkuwa katika riwaya hiyo na dua ya kutaka maghfira, alipokea hivi hivi tu salamu peke yake. Wa ziyadatu lahu, na ziada ya maneno kwenye salamu ile tamko la ahli ni ziada ambayo Ahmad bin Hanbal ndio alipata, wa ibn Sunni, na hata ibn Sunni vile vile. Athalithu, hadithi ya tatu yenye kuonyesha kunufaika maiti kwa kutembelewa na Muislamu mwenziwe pale kaburini. Ananufaika mwenye kutembelea kaburi kwa kupata mawaidha, kupata mazingatio, kupata kumbukumbu, kukumbuka mauti na kumkumbuka vile vile aliyekufa. Na aliyezuriwa vile vile maiti anapata manufaa kwamba atolewa salamu, jambo kubwa sana kwake maiti, jambo lile kubwa mno. Inafaa basi hata kama mwezi mara moja, hata kama mwaka mara moja, hata kama baada ya miezi 6, mtu asiache moja kwa moja awe anapita pita madhani kwao walipolala wazee wake, ndugu zake, wanawe, akafanya hivyo. Pengine watu wanasononeka pale kwa hali mbaya sana, na msononeko unakuja kwa mkubwa ya kwamba watoto wangu wapo watasalama, basi kuja hapa inawashinda. Tutakangalau kauli zao maghfira ya Mwenyezi Mungu tu, basi angalau yataka siku moja moja mtu anakwenda na faida mbili zipatikana. Atapata faida mwenye kuzuru na alozuriwa naye vile vile. Hadithi ya tatu inayoonyesha kupata manfaa yule aliyezuriwa, yani maiti, anha aidan, zote hadithi ni mlolongo kutokana na bibi Aisha, kwa sababu ndio alikuwa karibu sana na mtume, mkewe.
na wakati mwingine alikuwa akifuatana naye kwenda Baqi'il Gharqadi na akisikia kinasema nini. Kwa hivyo unapopata kitu kama hicho kwa bibi Aisha, unapata kitu kizito. Anha aidan qalat, kutokana bibi Aisha vile vile amesema fi hadithiha tawili, katika kisa chake bibi Aisha kirefu, almusharu ilayhi qariban, ambacho kimeashiriwa kisa hicho hivi punde tumetaja katika nambari 119, ile tokeo la mtume kwenda usiku bila kutaka julikane. Na alimwambia bibi Aisha, mimi kama wasiwasi basi mimi nilikuwa sitaki kukuamsha tu, na pale kwa hakika alikuja Jibrilu kunitoa mimi kwenye wenyewe, sikutaka kukutabisha nikifiri umelala tu, basi si kwa jambo jingine lolote lile. Bas hadithi hiyo qalat, mwishoni katika hadithi hiyo kuna maneno bibi Aisha alisema, mimi kama nitaruhusiwa mwanamke hapa nilipo kuzuru kaburi, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, vipi niseme kuwaambia maiti nikifika pale niseme nini mimi, niseme nini kwa ajili yao mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qala, mtume akamwambia, na hapo inaonekana dalili ya wazi wazi kabisa kuwa ni mwanamke na vile vile imemhusu jambo hili, kama hatoyafanya mambo yanayokatazwa pale. Na yeye vile vile amehusika na kuonyeka kwa maiti, amehusika na kupata mawaidha kwenye kaburi, si kama mwanamume tu, bali yeye mwanamke ndo zaidi. Maana pengine mwanamke ndiye msahau Mwenyezi Mungu zaidi, ndio sahau mauti zaidi kuliko hata mwanamume. Basi kwenda pale kwa hakika inapatikana faida na yeye vile vile kwake. Alipomwambia kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, qala, mtume akamwambia, quli, sema wewe Aisha ukifika pale, assalamu ala ahli diyari. Hii ni katika sigha zilizokuja katika kutoa salamu kwa kwenye makaburi. Wakati mwingine assalamu alaikum ahla dari, wakati mwingine assalamu alaikum dara qaumin mu'minina, wakati mwingine assalamu ala ahli diyari, yote sawa sawa. Wakati mwingine unabadilisha lugha hii, wakati mwingine hii, kwa kuwa zote zimetokana na mtume. Kwa kuwa mtume kafanya hii na hii, na wewe vile vile ni sunna kufanya hii na hii. Assalamu ala ahli diyari, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya watu wa miji, min almu'minina, katika waumini wanaume, walmuslimina, na waislamu vile vile. Na ikitajwa na wanaume basi huwa na wanawake wanaingia vile vile. Dhikrul juz'i wa iradatul kulli, hutaja sehemu ya kaumu ya watu lakini makusudio ni wote kabisa. Wa yarhamullahu, kisha mtume akisema katika salamu hiyo, na awarehemu Mwenyezi Mungu almustaqdamina minna, waliotangulia katika sisi waislamu, walmustakhirina, na wale ambao wamechelewa bado watakuja baadaye. Wa inna, na wenzetu msife moyo huko mkajiona peke yenu hamjakosa kitu, na sisi vile vile njia ndio hiyo hiyo, insha Allah akipenda Mwenyezi Mungu, bikum, kwenu nyinyi, la lahiquna, tutakutana. Kuna riwaya nyingine, wa inna insha Allah bikum lahiquna, la mmoja, na hapa imekuja insha Allah bikum la lahiquna, na hapa kwamba tutakutana, hakuna njia ya kupita, nakuja huko huko. Hadithi hii akhrajahu Muslim wa ghayruhu, ameitoa Imam Muslim na wengineo. Arabi'a, hadithi ya 4 ili kuonyesha manufaa anayoweza kuyapata maiti. Tazama mlolongo wa hadithi hizi, hakuna hata moja mtume kaonekana pale kwamba japo kwa ishara kidogo, japo kafika pale kaanza kwanza kusoma aya 2-3 kidogo kwa manufaa ya maiti. La 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 la, kubwa lenye kumnufaisha maiti kwa hakika ni kumtolea salamu na dua kwake yeye. Yarhamullahu almustaqdamina minna walmustakhirin, na wale walio hai vile vile ambao wamechelewa pale, pana dua za kuombewa maiti na wenyewe walio kwenda pale vile vile. Arabi'a, hadithi ya 4, an Buraida qala, kutokana na Buraida amesema, kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, yuallimuhum, anawafundisha masahaba, idha kharaju ila almaqabiri, wanapotoka kuelekea makaburini, fakana qailuhum yaqulu, basi alikuwa msemaji miongoni mwa masahaba husema haya yafuatayo kutokana na mafunzo ya mtume, kawafundisha mtume. Wasema nini? Assalamu alaikum ahla diyari,
amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu enyi watu wa miji, minal mu'minina wal muslimina, katika waumini na waislamu, wa inna insha Allah, na sisi akipenda Mwenyezi Mungu. Katika baadhi ya riwaya imekuja bikum, na katika baadhi ya riwaya imekuja bila ya bikum. Hapa bikum imetiwa kwenye bracket kwa ziada, hiyo imekuja katika riwaya nyingine. Na nyingine wa inna insha Allah la lahiquna peke yake. Kisha ikaongezeka katika riwaya nyingine antum lana faratun, nyinyi kwetu sisi ni watanguliaji, mmetangulia tu. Mwenyezi Mungu ameandika kwenye kalamu yake kwamba nyinyi mwende mbele, sisi tuje nyuma, kama walipotanguliana watu kwenye kuzaliwa, wengine wanakuja mwanzo, wengine mwisho, na kama hivi, na kuondoka vile vile duniani, huyu mwanzo huyu mwisho. Hata kama kachelewa kuzaliwa inshallah, lakini kalamu ya Mwenyezi Mungu imfanya yeye atangulie mwanzo, na yule aliyozaliwa mwanzo yupo tu bado. Antum lana faratun, nyinyi kwetu sisi ni watanguliaji, wa nahnu lakum tabaun, na sisi kwenu nyinyi ni wafuataji, tunafuata nyuma. Nyinyi mmetangulia, nasi tunakuja. Hii ni sigha nyingine vile vile, yataka badilishe, mara umesema hivi mara hivi. Mtume yote kafundisha masahaba. Kisha anamalizia as'alullaha lana, namuomba Mwenyezi Mungu kwetu sisi tulio hai huku, wanakum, na kwenu nyinyi mlotangulia, al-afia, atupe uzima. Katika manufaa anayoweza kupata maiti ni kuombewa uzima huko, maana uzima duniani na akhera ndio kitu kikubwa mno. Akhera hawezi kupata mtu uzima kama hana amali njema, anapata ubaya tu, maradhi tu, anaugua tu, chakula si chakula, maji ya kunywa si maji ya kunywa, alimradi hilaki tu. Maana ya kumwombea uzima ni kwamba apate raha za peponi, ndio uzima. Kwenda kwenye uzima, mtende kwenye uzima, kuna hilaki tu. Kwa hivyo suala la afya Mtume kaliweka mbele kabisa duniani, na hata baada ya kufa vile vile unamwombea mtu afya. Na riwaya nyingine nitangulia mwanzo, al-afwa, msamaha, wal afya, na afya vile vile. Hadithi hii akhrajahu Muslim wa Nasa'i wa Ibn Majah wa kadha Ibn Abi Shayba wa Ibn Sunni wal Bayhaqi wa Ahmad, wa ziyadatani, na zile ziada mbili zile, moja bikum na nyingine antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun. Ziada mbili zile lahum ni za hao maimamu wote jamian, kila mmoja kaipata ziada ile. Hasha ukiwaondosha Ibn Majah wa Musliman, Ibn Majah na Muslim hakuwamo wao katika ziada ile, lakini waliobakia wote ziada zile mbili wamezileta. Hasha Ibn Majah wa Musliman, kwa kumwacha Ibn Majah na Muslim wao hawamo. Wa adhanu al-ishai biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. والزيادة الثانية، na ile ziada ya pili, antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun. Ziada ile akhrajaha Ibn Abi Shayba, ameitoa Ibn Abi Shayba min hadithi Ali, kutokana na hadithi Ibn Ali mbali ya bibi Aisha, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Wa min hadithi Salman, na hadithi nyingine Salman al-Farisi, wa isnaduhu hasanun, na mategemezi yake ni mazuri. Wakilahuma, na zote hadithi mbili hizo mawqufun alayhima, zimeanzia maneno yake kwa masahaba wawili hao, lakini bila shaka kutokana na Mtume mwenyewe, kwa sababu Mtume kafundisha. Al-khamisu, hadithi ya sita, yenye kuonyesha manufaa anayoweza kupata aliyezuriwa pale kaburini. Hapa pala pakubwa sana, muhimu sana kwa hoja. Ananufaika nini? Ananufaika na nini maiti? Mlolongo wa hadithi hii kwa hakika ni hoja kubwa sana, kama atavyokuja kuchambua Albani tukifika nambari 122 atazungumza kuhusu kunufaika maiti na Qur'an. Abadan, mlolongo wa hadithi hizi panaonyeshwa na Mtume wa Mungu maiti ananufaika na nini. Utadharau, utaona basi Qur'ani simfae. Bwana we, salamu kwake yeye ndio hoja,
ndo haja kubwa, na dua ndo haja, kutakiwa maghfira, kuombewa uzima huko ndo haja kubwa. Qur'ani inabaki manufaa yake ni kwa wewe ulio hai, liyundhira man kana hayyan, imeletwa ili aonywe yule ambaye yu hai. Alkhamisu, ya tano, an Abi Hurairata, kutoka kwa Abu Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakuwa mjumbe Mwenyezi Mungu ata almaqbarata faqala, alikwenda makaburini akasema assalamu alaykum dar qaumin mu'minina. Riwaya zote utakuta salamu ndo kitu cha mbele kabisa mtume akikifanya makaburini. Wa inna insha Allah bikum lahiquna, riwaya hii imekuja na mmoja lahiquna, nyingine la lahiquna kama tulivyoona, zote sahihi. Na sisi akipenda Mwenyezi Mungu kwa nyinyi tutakutana. Wadatu, kisha mtume hapa akasema, na masahaba wako pambezoni wamemzunguka, akasema wadatu, nimetamani mimi kwenye moyo wangu, anna, ya kwamba sisi tulioko hai sasa hivi, qad ra'ayna ikhwanana, tungewaona na ndugu zetu vile vile. Nimetamani jambo hilo mimi, lakini hatuonana nao ndugu zetu. Mtume katamani kuwaona ndugu zake. Ndugu zake ni kina nani? Atawataja hapa. Qalu, masahaba kidogo walilia wivu kwa matamshi ya mtume haya ya kutamani lau kama angewaona ndugu zake. Wakasema masahaba, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, kwani sisi si ndugu zako ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qala, mtume akajibu, bal, katika riwaya nyingine mziada ya bal, na riwaya nyingine imekuja bila ya bal. Bal antum ashabi, hapana, msilie wivu, nyinyi ni masahaba wangu, cheo chenu mmepata kwa Mwenyezi Mungu, mnaitwa ashabi, masahaba wangu. Wa ikhwanuna, na ndugu zetu, alladhina, ni wale ambao yatuna ba'du, watakuja baadaye, sisi hatukutana nao, tutaondoka duniani, watakuja baadaye. Hapa bila shaka sisi tumebahatika kuwemo katika orodha ya ndugu zake mtume, ni ndugu za kidini. Bila ya kuhusiana, anataja kwamba anatamani mtume kalaiti angetuona sisi. Unafikiri fahari iliyoje hiyo kwa mtume Mwenyezi Mungu? Basi inabidi yule ambaye katamkiwa hivyo na mtume au tekeleze ule udugu hasa uliopo baina na mtume kwa kumfuata vilivyo hasana alikuja nalo, na si kumuudhi kwa kuvumbua mambo ambayo hakuyaleta. Atakuwa mtu anaukataa mwenyewe udugu na mtume. Katamani mtume angeliwaona ndugu zake. Alipouliza na masahaba, kwani sisi ndugu zako ya Rasulullah? Akasema la, antum ashabi, mimi msio na shaka ni masahaba wangu, mna daraja yenu mbali kabisa. Wa ikhwanuna, na ndugu zetu, alladhina, ni wale ambao yatuna ba'du, watakuja baadaye. Wa ana fartuhum, na mimi, yani mtume mwenyewe, nitawatangulia ala alhaudhi, kwenda kwenye haudhi siku ya kiyama. Nitafika pale mwanzo kabisa, ninangojea ndugu zangu niwanyweshe kwa mkono wangu sharbata ma'in, kinywaji cha maji ambayo la yadhma'u ba'daha abadan, hawatokuwa na kiu tena baada ya kuonja kinywaji hicho watu. Alhaudh, atapewa mtume haudhi, ni kinywaji cha ajabu kabisa hicho, hajapata mtu kupitisha kwenye koo lake kinywaji kama hicho. Ladha yake ajabu kabisa, na kiu maisha haitokuja tena. Na siku hiyo ni siku ya kiu kubwa, ni siku ya kukaa uwanjani watu. Watadnu shamsu qadru milu, jua likurubia kiasi cha mili moja tu. Ardhi imebadilishwa, haijulikani kama itakuwa ya shaba au aluminium au ya dhahabu au ya kitu gani, lakini si ya udongo iliyozoeleka. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, siku itakayobadilishwa ardhi, si ardhi iliyozoeleka kwa binadamu. Wasamawati, na juu vile vile ilo pale na izuliwa ndiko juu, vitaonekana vitu vingine, si jua na mwezi na nyota na kadhalika, vitu vingine kabisa. Wabarazu lillahi alwahid alqahar, na wahudhurie viumbe vyote kwa Mwenyezi Mungu aliye mmoja mpeza nguvu, akitaka sitake tahudhuria pale. Wakati huu ni wakati wa dhiki, anasema mtume, mimi nitawatangulia kwenye haudhi, kila aliye wangu ndugu yangu aje kuja pale, ni muondoshe kiu ya kukaa pale kwenye yaumul mahshari, siku ya mkusanyiko hiyo. Faqalu, masahaba wakamuuliza mtume, kaifa taarifu
vipi utawatambua man lam yati ba'du, wale ambao hawajaja bado, min ummatika, katika umati wako ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, utawajuaje kama hao ndo ndugu zako katika umati wako? Faqala, mtume akamwambia nitawajua na nitakupeni mithali moja tu. Nyinyi wengi kati yenu mna wanyama mnafuga, nitakupigieni mfano katika wanyama wenu mnawafuga. Araaitum, mnaonaje, lau anna rajulan, lau kama mtu lahu khailun, anaye farasi wake mwenyewe, farasi wake huyo ghurran muhajjala, ni mwenye kung'ara katika uso wake, katika mapanja anapiga weupe. Aliposema ghurran muhajjala, chini anayefasiri maneno haya anasema bidhammin, natamkwa ghurran kwa dhamma ya aini, fatashdidun, na kutiwa shadda katika re. Ghurran jam'u al-aghari, ni wingi wa aghari. Na aghari ni nini? Aghari huwa al-abyadu al-wajhi, ni weupe katika uso, kung'ara uso, kung'ara mapanja. Muhajjalina, natamko muhajjalina ismu maf'ulin, ni jina la mtendewa kitendo, min at-tahjili, katika tahjili. Al-mihjalu, na mihjalu min ad-dawabi, ikiwa inatumika kwa wanyama, bas allati qawaimuha baydun, ni wale ambao miguu yao inakuwa meupe na sura nyeupe. Basi unaonaje kama mtu anaye farasi wake, farasi huyo ghurran muhajjala, ana memetuka viungo baina ya uso na mikono na miguu, farasi huyo anang'ara kwa weupe. Je, kama farasi huyo ana sifa kama hiyo, baina dhaharai khailin, yuko katikati baina ya farasi buhmin, waliokuwa wamechakaa weusi wa rangi. Na maana ya hiyo buhmin bidummataini, zinatamkwa hizo vile vile kwa dhamma mbili, au bisukuni thani, au kutiwa sakna ile ya pili. Wa huwa al-ashharu, nayo kutiwa sakna ni mashuhuri zaidi. Lilizdiwaji, kwa ajili ya kuweka kiza rangi zao. Wa huwa taakidun, nayo ni kutilia nguvu. Buhmin, na tamko buhmin jam'u adhumin, ni wingi wa adhumin. Wa huwa al-aswadu, nayo ni rangi nyeusi kwa hakika. Farasi mmoja anang'ara kwa weupe, yuko katikati ya farasi wawili weusi, au hata kama watakuwa wengi weusi rangi mbalimbali. Je, mtume anasema alla ya'rifu khailahu, mwenye farasi mweupe pale hatomtambua farasi wake kama yule pale ndo wangu mimi. Farasi mweupe katokeza katika farasi waliokuwa rangi mbalimbali. Mtu kavaa kanzu nyeupe, yuko katika kundi la watu ambao labda ni wanawake wana mabaibui meusi na mengine rangi mbalimbali, na mwanamume kavaa kanzu nyeupe, hivyo kweli hatajulikana kama yule pale kavaa kanzu nyeupe? Basi masahaba walibidi wakubali. Qalu bala ya Rasulullah, wakasema kwa nini mjumbe wa Mwenyezi Mungu lazima tamtambue mtu farasi wake? Qala, basi mtume akasema fa innahum, hao ndugu zangu ambao sijawaona na nitawatambua, yaatuna yawma alqiyamati, hakika wao watakuja siku ya kiyama, ghurran muhajjalina, wakiwa na viungo vyenye kumemetuka nuru, min alwudhu, kutokana na kutawadha, uso, mikono, miguu, wakitoka makaburini wanang'ara, huwezi kuwatizama. Nuruhum yas'a baina aydihim, nuru yao mpaka inamurika mbele yake, mbele mtu hawezi kutazama kwa macho kiona. Na watu walikuwa hawana udhu, hawana kuswali. Yawma tara almunafiqina walmunafiqati, siku utakapowaona wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, mambo yao yamekuwa mabaya kabisa. Wanawaambia waislamu wenye nuru kali, unduruna naktabis min nurikum, tumbojeni jamani tupate mwangaza nuru yenu jamani, kwa sani zenu. Watu hawaoni, mbele kiza totoro, wanapita kijikwaa wakajipiga wakiumia, kabla hata hukumu kwenda motoni bado wako tahilaki hiyo. Wataambia wenzao unduruna naktabis min nurikum, qila irji'u wara'akum faltamisu nuran, wataambia wapi, rejeeni nyuma yenu mnakotoka duniani huko, ndiko mkaitafute nuru, na wakati umeshakupiteni sasa, basi nuru hamna. Kwa hiyo mtume anasema watatoka makaburini mwao ghurran muhajjalina, wenye kumetoka viungo baina ya uso, mikono, miguu, min alwudhu, kutokana na athari ya udhu. Yakuluha thalatha, mtume katamka maneno mara tatu.
kisha akasema wa ana fartuhum ala alhawdi, nami nitawatangulia kwenye haudhi. Ala, tambueni enyi masahaba na kila tusikia hadithi hii, la yudhadanna rijalun, watasongomana watu minkum, kati yenu nyinyi waislamu, an haudhi, kwenye haudhi langu kulifikia pale, kibiru kikubwa kitakuwa. Kila mmoja ana haudhi nje kama mbwa kiwe kumtoa roho, anahangaika. La yudhadanna, watakuja kusongomana rijalun, watu minkum, kati yenu, an haudhi, kutoka na haudhi langu, kama yudhadu albairu, kama vile ambavyo usongomana albairu, nyumbu, addalu, waliopotea, anadiyahum, kwa kumngojea yule muhitaji wao, yuko wapi, nani anawaita, wapi wende kapate maji, namna kama hivyo. Ala, sikilizeni, nitatoa ukelele mimi niseme, halumma, umati wangu njoni huku, mimi niko huku. Ala halumma, fayuqalu, basi mimi nitajibiwa wakati huo nisemwe, paseme na malaika kunambia, innahum qad baddalu ba'daka, hao unaowaita wengine walibadilika hivyo, walibadilisha baada ya kuondoka wewe duniani, wakafanya ibada nyingine ambazo wewe mtume hukwenda nazo. Walikuwa na mambo chungu nzima wameyazoa wenyewe, badalu, walibadilisha dini baadaka, baada ya kuondoka wewe. Walam yazalu, tena katika riwaya nyingine hawajaacha watu hao, yarjiuna ala aqabihim, kurejea nyuma kwenye visigino vyao, moja kwa moja, kila siku warejea tu, wanaacha dini, mpaka imekuwa mwendo wako mtume hujulikana tena. Sasa kijulikanacho ni mazushi yao tu walionayo. Nikiambiwa hivyo, faakulu, na nitasema, ala, tambueni, suhqan, nikopotelea mbali, sina haja naye, ambaye kabadilisha dini niliyokuwa nayo mimi akafanya nyingine. Suhqan, nikopotelea mbali kabisa. حديثه أخرجه مسلم ومالك والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد، والزيادات نزمانين يلوزيد كالرواية كلها له زوت زكي أحمد إلا الأخيرتين اسبقوا مبيل زميشو، فإنها حقيقة زيادة هزو لابن ماجه نزا ابن ماجه، ولمالك الثلاثة، مالك زيادتاتو الثلاثة الأولى فتزكات زمان مالك مع السادسة pamoja na ziada ya 6. Walinasai alula wa thania, na kwa Imamu Nasai yeye ziada yake ni ile ya mwanzo na ya 3 tu. Wa fil babi, na katika mlango huu, an Bashir ibn al-Khaswasiyya, kutokana na Bashir al-Khaswasiyya, wakad dhakartu lafdhahu, na nimetaja mitamko lake, fi ta'liqi, kwenye kitabu ta'liqi, fi ta'liqi, katika kuelezea komenti zangu kwenye kitabu hichi, ala almas'alati, kwenye mas'ala ambayo 88 kwenye sahifa ya kitabu 135, wa an ibn Abbas, na vile vile kutoka na ibn Abbas, lakini ya ibn Abbas wa fihi dhaafu, ndani yake mna udhaifu, kama yaati atanbihu, kama itapokuja baadaye tanbihi hiyo alai, juu ya hadithi hiyo, fi khatimati almas'ala, wakati tukifika mwisho mas'ala al-atiya, yafuatayo baada ya haya, baada mas'alatin, baada mas'ala haya. Wa an Amru, na vile vile kuna hadithi nyingine an Umara wa ghairihi, na wengineo, wa fiha dha'fun, hata hiyo vile vile mna udhaifu, kama bayanahu al-Hafidh, kama alibainisha Hafidh al-Haythami fi al-Majmu' kwenye kitabu al-Majmu'. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah tukija tutaondokea katika nambari 122, ambapo hapo sasa Albani atakutoa kuhusu kisomo cha Qur'ani wakati wa kuzuru makaburini pale. Je, hukumu yake ni nini? Kinaweza kumpatia manufaa maiti au vipi? Hiyo ndo darasa inayokuja baadaye. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Tangazo. Hii ni habari njema kwa wananchi wote waliopo Zanzibar hata nje ya Zanzibar. Njoo ujipatie nyumba kubwa na ya kisasa iliyopo katika kijiji cha Uroa, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Nyumba hii ni kubwa ambayo ipo karibu na fukwe ya bahari. Nyumba ina mazingira mazuri na yenye kupendeza, lakini pia ina eneo kubwa ndani yake. Unaweza kuweka gari na kufanya shughuli mbalimbali za kijamii. Nyumba hii ina vyumba 4 na vyumba 2 ni master. Pia ina ukumbi mkubwa wa kukaa, jiko, sebule pamoja na sehemu ya kulia, yani dining. Unangoja nini? Wakati ndio huu. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu nambari 0772794510. Punguzo la bei lipo. Unasubiri nini? Karibu ujipatie ulimwengu wa fahari na wa furaha. Kumbuka, hii ni zaidi ya bure, yani house for sale. Nyote mnakaribishwa.